Karibu tusome Biblia. Ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, tutasoma Mwanzo sura ya 26 mpaka sura ya 28. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Nilichojifunza, njaa ni kitu kibaya sana. Njaa inaweza ikakufanya uuze hatima yako. Na ukiangalia kwa jicho la rohoni, sio njaa tu, ni changamoto. Mtu anaweza kukutana na changamoto fulani mpaka akauza hatima yake, akauza ubadai wake. Ndio hapa tumeona habari za Esau na ndugu yake Yakobo. Esau mwanzoni alipokuwa na njaa akauza haki ya mzaliwa wa kwanza kwa Yakobo. Imetokea tena wakati ambao anatakiwa kubarikiwa kama mzaliwa wa kwanza, Yakobo akanyang'anya na zile baraka. Kwa hiyo ukija kuangalia chanzo kilikuwa ni nini? Njaa. Mara ya kwanza si alimuuzia, mara ya pili akanyang'anywa zile baraka ambazo mzaliwa wa kwanza alitakiwa azipate. Kwa hiyo kwenye haya maisha, haijalishi unapitia kitu gani, usiuze hatima yako. Usifike mahali umepitia mambo magumu ukaona sasa ugeuke upande mwingine, uache kumwabudu Mungu. Uuze destiny yako, uuze hatima yako kwa ajili tu ya changamoto za muda mfupi ambazo umepitia. Maombi ya leo, muombe Mungu akupe hekima katika kipindi kigumu. Ukipitia kipindi kigumu, uwe na hekima ni nini ufanye. Usiwe na muhemko, usiwe na haraka ya kugeuka na kuacha njia zilizonyooka. Nikutakie siku njema, tukutane tena siku ya kesho. Naibariki Alhamisi yangu. I bless my Thursday. Ni siku ya karamu. It's a day ni siku ya kula vizuri. It's a day to eat well. Maana Bwana for the Lord hata ninyima vitamanikavyo. will never deny the desirable.